Hapa kuadhimisha siku hii ya ukubalifu jumuishi, lakini vile watu watapata mafunzo na uelewa juu ya mambo haya na jinsi ambavyo changamoto zake na jinsi ambavyo tunaweza tukaboresha au tukafikia malengo ya ukubalifu jumuishi. Vile kutakuwa na nafasi nzuri tu ya kujifunza mambo ya akili unde. Chuo Kikuu cha Dodoma kupitia moja ya mradi wake imetengeneza program ya kuwasaidia watu wenye changamoto za afya ya akili. Hii program inatumia akili unde, yani artificial intelligence, lakini program ambayo inaweza ikasaidia mtu akajipima, akatambua changamoto na kupata msaada wa haraka katika ulimwengu ambao tuna changamoto mbalimbali za afya ya akili. Kwa hiyo kuna hayo matukio mawili yametukutanisha hapa. Sisi kama Chuo Kikuu cha Dodoma tuna wajibu kama watafiti, lakini kama chuo kinachotoa elimu na research kwenye haya maeneo kuweza kushirikiana na jamii na Watanzania kwa ujumla kuweza kupata ufahamu, lakini na kuweza kutambua mambo mbalimbali ambayo yanafanyika katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Universal acceptance ama ukubalifu jumuishi ni aina mpya ambayo tunaendelea kushirikiana na wataalamu kuhakikisha kwamba lugha zote na makundi mbalimbali wanakuwa na uwezo wa kutumia vikoa na anwani zao za email address kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaweza kupata huduma na kutumia mtandao wa internet. Kipindi cha nyuma ilizoeleka kwamba ukitumia hizi tarakimu za Kilatini, yani kwa mfano hizi herufi za English za Kiswahili, lakini sasa tunaenda kwenye maeneo ambapo duniani zipo lugha ambazo hazitumii hizi tarakimu za Kilatini, kwa mfano Kiarabu, Kichina, Kihindi, lakini hata wenzetu hapa Ethiopia Aramaic, na leo pia mmesikiliza tulipokuwa kwenye mafunzo wenzetu wametajwa hapa wa Iraq hapa Tanzania, wana herufi ambazo si herufi kama hizi tulizozizoea. Sasa kwa maeneo mengi na mifumo mingi herufi hizi inakuwa haizitambui. Sasa kama haizitambui, maana yake kuna wateja tunawapoteza. Hebu fikiria kwa mfano mfumo ambao unatumika kutoa visa ama mfumo ambao unatumika kusajili watalii. Maana yake ukipata Mchina ambaye anatumia email address ya Kichina ama mtu ambaye anatumia Kiarabu email address, maana yake huyo upatikanaji wake kujisajili na kupata huduma kupitia kwenye mtandao zinakuwa ni changamoto. Muda mwingine na mlazimu mpaka afike Tanzania aonane na watu ndio aweze kupata usajili. Mimi nimeshawahi kutumia mfumo wa artificial intelligence na imenisaidia kwa namna moja ama nyingine, sana sana katika swala la kielimu ambapo huwa napata elimu mbalimbali na maana mbalimbali ya mambo fulani ninapokuwa nikijisomea. Kwa hiyo kwa uwezo wa artificial intelligence naweza sema pia imeimprove skills na knowledge yangu ninapokuwa darasani na muda wangu wa kujisomea pia. Kwa mfumo huu tunapoenda kuutumia katika masuala ya kiafya, cha kwanza itasaidia kiuchumi, lakini pia kunakuwa na uwezo wa kutumia muda kwa fasaha. Naweza tukasema proper time management, kwamba mtu hatakiwi kutumia muda wake mwingi kwenda kufuata labda huduma kutokea sehemu mbalimbali, lakini kupitia kifaa alicho nacho anaweza akapata taarifa zake za kiafya. Lakini pia inaweza kumpa ujasiri katika yote anayofanya. Kwa mfano, tunaweza tukasema kwa masuala ya let's say anafanya mazoezi au let's say anataka ajiunge na masuala ya military, kabla ya hayo yote unatakiwa kwanza ujue afya yako. Kwa hiyo anapopata ile taarifa in advance anakuwa na ujasiri kwamba naweza nikataka kitu fulani kutokana na afya yangu inaruhusu, lakini pia naweza nikawasaidia wengine kutokana na kuwa ana ile awareness.